kunifariji. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unatayarisha meza mbele yangu, mbele machoni pa adui zangu. Unanipaka mafuta kichwani pangu, kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa katika nyumba ya Bwana maisha yangu yote. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, The second reading from the book of 1 Corinthians. But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have died. For since death came through a human being, the resurrection of the dead has also come through a human being. For as all die in Adam, so all will be made alive in Christ. But each in his own order. Christ, the first fruit, then at his coming, those who belong to Christ. Then comes the end, when the hands over the kingdom of God, the Father, after he has destroyed every ruler and every authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. For God has put all things in subjection under his feet. But when it says all things are put in subjection, it is plain that this does not include the one who will put all things in subjection under him. When all things are subjected to him, then the Son himself will also be subjected to the one who put all things in subjection under him, so that God may be all in all. This is the word of the Lord.
We all arise. Tusimame wote. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Mathayo sura ya 11 mstari wa 25 hadi wa 30. Njooni kwangu mkapumzike. Wakati huo Yesu alisema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na dunia, maana umewaficha wenye hekima na wenye elimu mambo haya, ukawafunulia wadogo. Naam Baba, ndivyo ilivyokupendeza. Baba yangu amenikabidhi vitu vyote. Hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala amjuaye Baba ila mwana, na yeyote yule ambaye mwana anapenda kumfunulia. Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifungeni nira yangu, mkajifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mutatulizwa rohoni mwenu. Maana nira niwapayo mimi ni laini, na mzigo wangu ni mwepesi. Injili ya Kristo. Sifa kwako Kristo. Na sasa tunaombwa tuketi kwa utulivu. Kwa wale ambao tuna viti vya kuketi ama mahala pa kuketi kwa utulivu. Na kwa wale ambao tumesimama, tuwe watulivu kusikiliza homilia. Tunawasihi kwa heshima utulivu, tumo kanisani. My dear Vicar General, Monsignor Charles Amwata, my dear priests that have come here to honor this great lady that has contributed to our church immensely, my dear brothers and sisters religious, the fraternity of many friends, many friends and colleagues of our Senator Richard Onyonka, my dear family of Richard Onyonka, and extended family, my dear members of Parliament, the Senate, and my dear people of God. God is good, and all the time. A day like this, we cannot say more than that. God is indeed good, and even more, because we don't know him comprehensively, but he knows us comprehensively. I'm not the preacher today. Don't be disappointed. I'm also mourning because Mama, even if we were far apart in terms of life, he was our lay person in Nyahururu and I was a seminarian and priest. She saw me through. As I was going to Nyahururu always to be instructed by the parish priest, hallelujah,
and others, she was always there to encourage the seminarians. Because the treatment we were given was not easy. It could discourage you. She was there. She was there on her knees praying and encouraging us. Therefore, that is one of the reasons why I'm here, is that here lies one of my greatest Christians. You are all important to me, but this one here, we had a rapport that encouraged me to become a priest. And others. All this have gone through her advice. But before I say something, and then somebody else will preach, please, Oyuki, can you read John 1? The Gospel of John, chapter 1, verses 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him, all things were made. Without him, nothing was made. I repeat this. Through him, all things were made. Without him, nothing has been made. That is the truth about the universe. All things, without exception, were made through, in him, Jesus Christ the Lord. All of us, we cannot operate outside Jesus Christ. That is probably what people might not know, but it is the truth. When things were created, all things were created through him, in him, and with him. Even Mama here, even her family. That's why I chose that we hear about it, and that nobody here is excluded. Nobody is excluded. You are all included. The unity we have stems from Jesus Christ and the Holy Spirit. The Holy Spirit guides us. The Holy Spirit sanctifies us. The Holy Spirit unites us. The Holy Spirit fortifies us. And in Mama's effort to live her Christian life in a very simple way, but very effective, we noticed it, even if she didn't say anything. And we wanted to follow that simple way of life. A seminarian who cannot follow a simple way of life cannot become a priest. And somehow she knew that, and some of us were a little proud. I was, don't look at me, I was not proud, but I was cheeky. That is the difference. And her prayerful life, we were wondering, why is this lady praying so much? She knew. She was charting her path to heaven. And as she lies here, she's in glory. She's so happy in heaven, which she longs to possess. Now she possesses it. She's before Jesus Christ, who promised that he will give us a place in heaven. And there she is. All human beings, without exception, will have, in one way or the other, to end up in God, our Creator. The only Creator. There is no other Creator. The only Creator. Now, we have come here, as I said, to honor her, because she lived a very good
life, a simple life, a very deep Catholic who knew what should be done at what time. And she knew that the Catholic Church is in her and she has to support the Catholic Church. She supported it. She supported our mission in many ways. When we were collecting, I don't know whether Richard, you gave her the money or one of you, she came from nowhere with a good sum, 20,000. Who has 20,000 among the Christians? And she contributed. Organized my recent witness. I think one of the collections lately, she brought 40,000. Am I right? She brought 40,000. She was aware that the church needs help. And she did it without regretting. She saw me and was a young boy, and she knew that I wanted to become a priest. I hope that is not a bomb, eh? And she became closer to me in advice and prayer. She didn't want me to get lost because I was cheeky, as I told you. All boys are cheeky. What can I do? Boys are boys. But they have to be looked after, and she did. She was very happy when I became a priest. With my brothers here, Masese and Maine, he was very happy. Let us pray for her family, and more so our senator, who has national obligation to fulfill, and I'm sure she will be your support from heaven. She will support you. You have so many obligations. The obligation of uniting people has fallen on you, as I see. Wherever you go, there are many people who come around you. God bless you. Yes, death is a devastating blow, but life eternal is Jesus Christ, our Savior. He wipes away our tears. I'm sure she is now happy with her Maker and saints in heaven. Something strikes me here. What are the values here? Romans 14, 17. That is what I had in mind. I had in mind this verse here. Kumbe chose it for me. I'll tell you why. But before I come there, listen to me. We learn from other people. We learn from other people. Her father taught the whole of Kisii land generosity. Onyego, he was not a selfish man. As a giate ko ekere viate ko viachete. Ngai vale go itravanga desbakwenda. Bonyego. Munyego mwezi mwaiterete noena bakali masaba no mwaiterete munyego mwagwendagera ende bali gusiba abantu kalia na bwate kerabu kiyonyego. He was a generous man. How religious he was, I don't know, but he was very generous, and in that way he united our people. Mwezi no mwete noena banyali bali mwalenga abamuna mure ego mwachakiri taali ekero leigoro ekero unyangole mangenga aruete marani agacho mukatrimbo nyaura mukamenya ko bigentekemo mwambate nabandi. I mention him because his father was a priest. One of the last Kisii priests we have, traditional, is the father of Onyego. Ogwora, that's the name. Ogwora offered the last sacrifices in Manga. Ngoroya Muaga. I know that because I studied it, how do Kisis come to have the sense of priesthood. I found it there.
Now I want to come to a small challenging thing, and I give the person who was supposed to preach a chance to preach. Most of you elderly people who studied even were taught by Onyonka, by other people, and you must have heard this expression from Shakespeare. Shakespeare, in his Hamlet play, chapter 3, verse 1, he surprised people from nowhere, and he said something so simple which has lasted. To be or not to be, that is the question. Even in terms of death, that thing comes in. To be or not to be is the question. Even when this is a profound meditation of life, death, suicide, and pain of existence, questioning whether it is noble to endure life's struggles or to end them, this path is not a choice of Christianity. It is dangerous. Because it can help you to commit suicide, and I don't want you to commit suicide. God does not want us to commit suicide. So if you don't handle that properly, to be or not to be, not to be is my choice. No. God will never give you a chance to go to that choice. But even better, Paul confronts it as you have put it there, and he says, whether we live or we die, we belong to who? To what? We belong to who? Christ. We belong to Christ. This is, my friends, this is our unshakable belief and faith as Christians. Whether we live or die, we belong to the Lord. We are not getting lost, as the others think. Other denominations think, especially in the East, that when you die, that is it. No, it is the beginning of a new eternal life. But for them, it is finished. You die, and then they say there is a chance that you might come back, but you will come back as a frog. No. That is the concept of reincarnation, which does not work for us. This Christian faith, expressed also in this soliloquy of Shakespeare, it shakes people to their foundations. We are not shaken because Christ rose from the dead. He is alive and he continues guiding us. Don't ever doubt. Even if you are not a Catholic, we have a place for you. Yeah, but I'm not afraid. I believe in Jesus Christ. So, Richard, many people have come here to support you and to honor Mama. Ngwa is here. He's an old friend of mine. His mother or grandmother came from Osakawa or Uralia. Nasito no Osakawa. So all these people are one. We are one. And Nyonka, we want you to do something. My friend, unite us. God is good, and all the time. Basi ningeomba sana wakati wa misa, wale wenye mnasunguka, misa inachukua muda mfupi sana, tutulie, tukimaliza kutakuwa na muda basi wa hayo yote. As the bishop has mentioned, Mama Teresa met most of us.
and I want to give a reflection, partly us and what Christ is for us. We know that the life of his people who are good and who live well. So, in response to that, Ecclesiastes chapter 3, verse 1 and verse 11, I quote, "There is an appointed time for everything, and a time for every affair under the heavens." Verse 11. God has made everything appropriate to its time, but has put the timeless into their hearts so that they cannot find out from beginning to the end the work which God has done. She had time for everything and for everybody, but again at the right time. She knew how to attend to her private life, the life of her personal life. She had time for herself. And you could say that, and as it has been mentioned, she was also a woman of prayer. She joined other women for adoration. And during adoration, we know we listen more to what God is saying to us, more than what we ask. We ask so many things, but we also need to listen. What is God saying to us? She had time for that. She had time for her family. And she was not just a woman in a home, but she was a mother. I'm sure I have not met most of you, the grandchildren and sons and daughters. I think you can agree with me. She was more of a mother than a woman, and she knew that was her home, and she took care of the home. So she gave time for everything. She didn't deny the family her presence, but she also found time to give service to others. She found time to be with others. Catholic Women Association, she was present with them. She was present in the community, not just present, she was a participant. And as it has been said, some of us seminarians, we encountered her. She was generous, not with money, but she was generous with her time and her resources, human resources. She was very human to everybody. And she gave encouragement to everybody. And I'm sure among the CWA, most of you found counsel in her life. So there was an element of Christ in her, out of her way of living. Out of that, I want us to invite ourselves to what somebody calls a living funeral. A living funeral. And it is given this kind of an explanation. It is a celebration while a person is alive. It is what you celebrate when you are there, not what people say about you. And I think that is what she had. And we are all encouraged to have, to tembea na hiyo a living funeral, where we find the time to talk together, where we find time to agree or disagree together, where we find time to share what we have, we find time to correct one another, and we find time to appreciate one another. That is a living funeral. Even here as we are, it is more of a celebration than a funeral. Because as it has been said, we are talking more of the good things that she did, even when we didn't meet. When you look at a small book by John Paul II,
the church in America, number 35. It gives us a summary of that number 35. What is, when we come for Mass, for a funeral, a wedding, or whatever, what are we sharing in? Number one, it is a sacrifice. It is a sacrifice. We learn that Christ sacrificed himself for us. Most of us sacrifice for others, and I think she did, for the family, for other people, and even for the community. That brings us to a very simple phrase that we say during Mass, but it is said by a priest, through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit. All glory and honor is yours forever and ever. That is partly what the bishop has said. We do everything in God. That is what she was. She did quite a number of things together with a number of people, but in God. And then we have to go through God. We have to admit that there are things that we cannot do, and there are things that are beyond our knowledge and our understanding. Therefore, we do them through God, together with God. Then united in the Holy Spirit. Then we accept all glory is for God. All that we are able to do, it is not us, it is God. Number two, communion. Communion becomes, Mass becomes a bridge between our past, our present, and the future. That gives us a chance to know, yes, we were created, we are here, we have to live, but there is where we are going. Romans chapter 14, 7-9, I quote, "None of us lives for oneself, and no one dies for oneself. For if we live for the Lord, and if we die for the Lord. So then, whether we live or we die, we are the Lord's." So whether we are at a funeral, a wedding, wherever, a ceremony, a gathering, all this, we are there for the Lord. We are here, all of us, to learn from this lady, that we take care of ourselves, take care of others, those who are entrusted into our care. We are all here, the clergy, the politicians, parents, each one of us. Each one of us has some section of what we are supposed to look after, or people we are supposed to look after. And then we learn from Christ himself. During Mass, Christ gives himself to each one of us equally. Those who are in problems, he is there to console you. Those who are at a funeral like this, he is there to invite us that this is not the end of everything. There is still something to come. Those who are hungry, he gives us satisfaction. And those who are in pain, those who are going through different kinds of agony, sickness, is also there to heal you. We all get out of the Mass, each one of us, with something. Nobody goes without something. We all have something we go back with. And that is what we are invited to do. That all of us, as parents, as a father, as a mother, you should be there, that those who are around you, each one can get a piece of your life. Each one can get a piece of your joy. And each one can get a piece of what can keep them going. Not necessarily money, but what gives them life, what gives them comfort, and what gives them direction in life. Redemptoris Hominis, also, I think number 36, we learn that Jesus was there for everybody. Those who were doing fishing, he visited them. In the homes, like the home of Lazarus, he visited them. And those whom he called, and those whom he met on the way, he also attended to them. I think this is what we are invited to do, that we attend to everybody.
beginning with us here. We must find room for everybody. Room for you, the Christians, room for the politicians, room for everybody, so that in our day-to-day work, we can walk with Christ. And even the politicians, you can give yourself to everybody without damaging your party. You can be there for everybody without harming any other in another party. That we are there for each one, for each one of us, but still we have a duty and we have an obligation to those whom we represent. So above all, we want also to share, and we want you to share with us the peace of Christ as politicians, that we will create an environment for us to live in peace. In our first reading, the first reading invites us that we do not understand everything about life, about death. But after death, there is something. And before, those who do not understand, death looks like something to say like a joke. But for those who understand, it is a change of life, where somebody enjoys tranquility, where somebody enjoys their peace. Ni kwenye tunapata amani na kwenye tunatulia. Basi waliolala na waliotutangulia wamepumzika, na tunapenda wapumzike kwa amani. Lakini huwezi kupumzika kwa amani kama haujatekeleza yale ambayo yanakuhitaji, na mahitaji ambayo tumepewa, na majukumu yenye tumepewa zote ni kuona ya kwamba Kristo amemfikia kila mmoja. Tukifanya kazi zetu za kila siku pamoja na Kristo, tukifanya kazi zetu za kifamilia pamoja na Kristo, tukitembelea wengine pamoja na Kristo. Our second reading, Christ is the resurrection, but the first one to rise from the dead, inviting us all that being first, we are also there. We also belong there, and we are also going there. And then out of the many problems and difficulties that we endure in life, the gospel reading invites us, come to me, you who labor and are overburdened, and I will give you rest. We suffer a lot, we strain a lot, and after we have done what we are supposed to do, we come to Christ and we find a rest. So each one of us, together with her, we are invited to take the route and to do as much as we can and to give our best. It may not be the best for everybody, but you give your best in such a way that together with Christ, you lead others with the little work that assignment that you have been given, to make sure everybody goes to rest, having done enough and give us enough. God is good. Thank you, my Lord, for giving me a chance to give this short reflection. And I know you would have said more because you know her. And so he tells me, all of you, be good. We know one another with Masese because I think he was closer to Mama than myself. Mama supported not only seminarians but priests also. But I was wondering why she was supporting sisters. I came to discover that two of her sisters were religious sisters, Damien and Carmel, she's Carmel. So that is a religious home, eh? And I think he wanted one of the boys to be a priest, but they didn't. Because one of your uncles went to Ireland and became a doctor. He's here. Oh, well, yes, I can see him. He became a doctor. Instead of becoming a priest, he became a doctor.
and he has helped people. Doctors with priests work in the same way. And the economist, I'm sure his children are here also. As an economist there, he was teaching in the University of Nairobi. Yes, Charles, I know you. You think I don't know you? I know you. So your home was blessed. Even if they didn't become priests, they have been blessed. Akenga, you helped many sick people. You helped them to recognize God when they were dying. And through your intervention, somehow they were healed, and those who went, they went away peaceful. I don't want to go to where I started, but somehow I have to take you there. This verse here, Romans 14:7, I'm obsessed by it, that we belong to Christ. I'm not boasting, but in Latin it is se vivimus vel morimur Christi sumus, and that is what everybody, I want you to say, Christi sumus. Ochiarima giga Christi sumus. Tariya sumu. Christi sumus means we belong to Christ. Christi sumus. Thank you. Basi na tusimame kwa utulivu tena ili tukiri imani yetu wote. Uya igana murembe no bukanye kuno botogene tukorokia. Na nchire Nyasaye Tata mubwikegima umutunge igoro nansi na Yesu Kristo mwana ya moyo monguru ito akabere kono moyo mutagatifu oibole tuna Bikira Maria sure tuna Ponsio Pilato wambe twasomo saraba okweto tindege to trimbagado chamagombe ligoro lya matukata to orogeto kurwa saba kule olinete igora saikaransa sokuri kwa Nyasaye Tata umubwikegima kurwara ngairane ko bambya bagimana abakure na nchira somo yo mutagatifu ekelisa katolike gatagatifu kobe kwamo kwa batagatifu korusiwa kwebebe okoroka komobere no bagma botakoera. Amina. God our Father, without you we are nothing, but with your power, your grace and many blessings, you mold us to be what we didn't even expect. But more especially, Mama lies here. You molded her to be a great example in the Catholic Church. We ask that you allow her to see your glory in heaven. For this we pray to the Lord. Lord, graciously hear us. Lord, thank you for the gift of our church leaders and our politicians. We ask you to bless them. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Sala kwa ajili ya amani. Mungu wetu, tunaombea nchi yetu ya Kenya, uipatie amani na viongozi wake. Bwana twakuomba. Bwana tunakuomba usikie. Omachani Nyasaye usabira tole chifamili cheito omachani Nyasaye utimenta chinguru amono chiri chabonekira omachani Nyasaye uchimenta obwanchani chichi bwato obwanchani omachani ogendere guchisesenia eri banyare koigwana tunyare gusabirania family yo mongina Teresia amono chinga kieche bwato bokendu obongo monguru otoiwe Monguru koranje. We pray for the sick, kind and loving Lord. We come before you this afternoon, this morning. We thank you for the gift of life. Thank you because of our brothers and sisters who are unwell at home and at hospital. Lord, in this time,
when they look quite vulnerable, we pray that, Lord, you may shine your light upon them. Let them not live in despair, but have faith and hope that, Lord, you are with them. With the medication that they are ongoing, we pray that, Lord, may your hand be seen. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Manene Nyasaye twachira sosi bwao tugusaba okonye mioyo y'abali kwarangeri kurwa sense na kegima omoyo boyo umongina Teresia Nyaboke omoke umonguru otoiwe God, we of the Catholic Women Association thank you for the gift of Mother Teresa. We thank you also for the gift of her family, and we pray, Lord, that you may receive her in eternal peace. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. We ask all this through Christ our Lord. Tukisema, nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wa shukrani. Na basi tuketi kwa wale ambao tuna mahala pa kuketi kama ilivyo, na wale ambao tumesimama kwa utulivu. Na wakati sasa ni wakati wa sadaka. Tunapoendelea kulishiriki fumbo kuu hili la Ekaristi Takatifu, na haswa huyu mhusika Mungu alikuwa anayashiriki haya yote, kupokea baraka na kusaidia kazi yake Mwenyezi Mungu. So wale ambao walikuwa wametayarishwa, tutekeleze wajibu wetu. Kupokea
Basi vile tumetangaza hapo kitambo kidogo, ni wakati wa sadaka. Na mom alikuwa anashiriki katika sehemu hiyo ama hii. Na kuna wenzetu wametuomba wanataka kutoa sadaka yao kupitia kwa M-Pesa. Na hiyo basi tunawaruhusu kwa kutumia namba hii 0722. Asanteni sana. Kwaya wimbo. Ni wakati wa matoleo. Basi baada ya kusanyiko ama kukusanya sadaka, sehemu ambayo inafuata ni kuleta zawadi zetu mbele ya altare, sadaka ikiwemo na haswa kabisa zawadi kuu ya mkate na divai. Mkate na divai ambavyo mkate utaweuka kuwa mwili wake Kristo, divai iwe damu yake Kristo, katika fumbo kuu sana ambalo mom alikuwa analishiriki, na sivi leo tunashirikishwa katika safari yake ya mwisho. Na mkate na divai inaongozwa ama vinabebwa na familia. Karibuni, na wengine tufuate kutoka nyuma. Kwaya. Nakutolea leo vipaji vyetu
tufuate familia kutoka nyuma kushiriki katika sehemu hiyo. Wakristo tuketi tuwe watulifu, tuko kanisani. Viongozi wale ambao mnaingia mkiwa with your security, kindly order, order, order. Heshima. Kindly order. No, 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 no. Wimbo, tuendelee na wimbo.
Our leaders kindly, we are on with mass. Order. Senator, you play a key role, and you had unite us. Unity, and you are the one to do so. Kindly. Sasa tutoka hapa. Kindly. Security. Tusimame wote kwa utulifu. Tusimame wote. Heshima. Senator Richard, signal. You are the one to signal. You know what it means. You signal. Behind the curtains, you are the one to signal. Tusimame wote. Lugha ya taifa. Standing. Utulifu. Kindly.
tutulie and remain to say and communicate. You are famous to this term, order. Salini ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, uwe radhi kuvipokea vipaji vyetu, ili huyu mtumishi wako na mama yetu Teresia apokelewe katika utukufu pamoja na mwanao, ambaye kwa njia ya sakramenti yake kuu ya upendo wote tuunganishwe naye, anaishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa mwili wako, Bwana, hauondolewi, ila unageuzwa tu, nao hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakishabomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na miliki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho.
haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lake. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili vitakaze upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kukula, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa yaletaye wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uiangalie mateso ya kanisa, matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na Roho wa Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Barbara, Mtakatifu Teresa na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, aleta amani na wokovu duniani kote, upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo na askofu wetu Joseph, pamoja na maaskofu wote wa
klero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. E Baba, uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Mama Teresa Nyaboke Omoke, uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake siku ambapo atawafufua watu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na tutakusifu la mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema sote: Baba yetu uliye mbinguni, lakini utuopoe maovu. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyowaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi.
Basi mpeane amani. Tazama mwanakondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwanakondoo. Yesu Kristo, Rabi Mwokozi, Bwana sista ili uje kwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona. Esara yogotoligwa tolie nyore komunio buya Maria babo nsabere malaika ono mwanjo nkobe guchi saltali ya Nyasaye. Esara yogwanja ndi na manyinga yenywe ekyara ebika gwate babo nanjira yo nenkoro yane yonsi. Esara yogwekeya tingwenere tio konyorumwire na manyinga Yesu okobe ibe byane monguru tingwenere tingoso emwane ineo tebe ngane ye moyo kana moyo neno wene. Esara yogweitia tianda ko yonsi bina kora ekyagara ebyakobeire nae no muyakegima kurubon tinkolia gosalinya sawa no muyonkwere mabera. Esara yogosasima na igora saltali igoro netre kira sole ngogo sasimande na gwanchire nenkoro yonsi ninkoligetino wekana oicha sende oiche bono ngonchoro nkoro muya. Ni wakati wa komunio takatifu. Wale ambao ni Wakatoliki, mama kanisa amewaruhusu, ndio mnapokea. Tuwe watulifu tukiona viongozi wetu kwa furaha, tuwasalimie lakini tuwe na utulifu. Asanteni, mkumbuke kupokea komunio, tukiwakaribisha wageni wetu wa heshima.
Excuse me. Wacha watu waingie, lakini mtulie. Tafadhali tutulie, tunaendelea na misa. Ngorio korwana, nani huyo anapigana huko? Tutulie tafadhali, tunaendelea na misa. Viongozi wetu wakiendelea kuingia. Wacha waingie kwa utulivu. Mkubalie viongozi waingie kwa utulivu. Tunaendelea na misa, tafadhali viongozi wetu. Our honorable members, Mheshimiwa Sifuna please na ile team. Tunaendelea na misa. So tukiingia tuingie kwa utaratibu, tukae tafadhali. Wengine wote turudi nyuma. Tuko kanisani na security ya waheshimiwa iko sawa. So all the security team please, waheshima naomba mukaweze kuachilia waheshimiwa wakae. Wengine turudi huko nje tafadhali, kwa heshima ya mama na heshima ya kanisa. Na naamini kwamba viongozi wetu wengi nyinyi ni Wakatoliki, mnaelewa vile desturi na itikadi ya kanisa ipo. Kwa hivyo instruct your security teams watulie kabisa. Waheshimiwa wako sawa, wengine turudi nje tafadhali. Asante sana kwa kuwa watifu. All the security teams wote tukae nje tafadhali. Wale mmesimama tuheshimu kanisa, tukae tafadhali. Thank you so much. Wapiga picha wale wako mbele tafadhali, na kipenda msonge upande. Wapiga picha wote msonge upande. Wapiga picha wote tafadhali, you pave way, kwa sababu tunaendelea na misa tafadhali. Wale wapiga picha wote wako hapa mbele, mkae upande huu tafadhali. Wapiga picha wote tutoke upande huu. Let's see this side. Tutengeneze njia tafadhali ya wale ambao wanapokea kwa heshima, na waheshimiwa wetu wale ambao umeingia tafadhali mukae, na muashilie wale security teams wenu wakae huko nje kwa sababu misa inaendelea. Asante na Mungu awabariki. Bado tunapokea tafadhali, wale ambao mnaongea mtulie, misa inaendelea. Kwa heshima tuheshimu kanisa, misa ikiwa inaendelea.
Wageni waheshimiwa wale ambao mnaingia, mtulie kidogo mahali popote mpo, tukiendelea kupokea. Mtulie tafadhali, misa inaendelea. Wale wageni waheshimiwa ambao mnaingia, mtulie mahali popote mpo, misa ikiwa inaendelea tafadhali, kwa heshima. Endelea kupokea wageni wetu na misa inaendelea tafadhali, kwa heshima. Kwa heshima tafadhali, tuwe watulivu. Naomba tutengeneze njia za Wakristo wanaopokea, tuwapishe wapite wapokee tafadhali. Asanti.
Tafadhali tutatengeneza njia hapo, Kristo anapita. Huyo ndio mnashangilia, Kristo anapita na kumheshimu. Tafadhali mtengeneze njia hapo. Na Wakristo wa Katoliki tusimame kwa heshima tafadhali. Asanteni sana, tuketi. Hiyo ndio heshima. Kristo yo. Asanteni sana, tuketi. Hiyo ndio heshima. Kristo ndio mkubwa zaidi. Mmeonyesha heshima. Asanteni. Wanafamilia mkiongozwa na seneta, atumuage mama. Unapenda hiyo?
turudi mahali tulikuwa za mwisho. Mwambie ratiba ambayo inafuata. Lea, wageni wetu waheshimiwa, wale ambao mnaingia, naomba misa tafadhali. Abakristo mwensi mukire mwensi abamugukwana kamuranche mukire kiri. Tusimame. Tusimame. Kristo ndio mkubwa. Tuombe. E Bwana, tumeadhimisha sakramenti ya Pasaka kwa ajili ya mtumishi wako Teresia Nyaboke Omoke, na kuomba umjalie aingie katika makao ya mwanga na amani kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tunapokea baraka kwa Baba Askofu, alafu tumalize misa takatifu. Kabla sijawapasha baraka, ningependa kutambua wageni wetu ambao wamefika hapa kwa wingi wa tabaka mbalimbali. Makofi jameni. Bwana Richard ndugu yangu atawakaribisha. Hapa ni kwetu. Nimekuja kwetu. Na kwetu nyumbani ni hapo juu Gesoni. Nimekulia hapa, najua kila watu hapa. Kwa hivyo kwa niaba yao nawakaribisheni. Na huyu sasa ndio kiongozi wetu wa hapa, atawakaribisha kivyake. Mjisikie nyumbani, hakuna matata hapa. Mnakaribishwa tu. Wapigie makofi jameni, wametoka mbali. Na wageni wetu, mkiona huu umati wa watu, sio umati ambao unawadanganya. Ni umati wa kweli. Halaiki ya watu kubwa namna hii, kadamnazi kama hii, huwezi kupata kila siku, lakini siku hii ni siku ya kipekee. Onyonga Richard Uminto, niaba gani waitu, kwa niaba yetu hapa sote, abageka abagusero bonsi abanyagatanyi bonsi pi bageni tunawakaribisha. Nimeona wageni wengi sana hapa. Nimeona nimeona Winnie akipita hapa. Winnie yako wapi? Na nimeona hata Sifuna. Sifuna ule mulamu. Abaluya bange. Ibintu bichenchanga na siruna kumusike. Kwa hivyo mchisikie nyumbani. Hai. Ninapotoka nje nitakuja kuwasalimia, msiwe na oga. Sina ubaya na mtu, nitakuja kuwasalimia mmoja kwa mmoja. Matiang'i na Kalonzo tumejana kwa muda mrefu. Ni rafiki yangu, na Martha Karua yuko hapo. Wengi tunajuana tu. Orengo, hapo ndio mambo yote. Thank you. Ina misheni vichwa kuomba baraka ya Mungu.
Kila mtu anahitaji baraka. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Igora sa malaika ayeno moneno korwan savanto bonse vakoroka inobo ovonene wa Maria voi que ense yonsi tokogania ototoriem oire mioyo yeito musario kwange vive monyoka sema ya naende vive vinge vionse vikorusikwa ovonene wa Maria voi que ense yonsi tokogania ototorie oire mioyo yei abaruaire abataka mwense amomochiche aratinya mariga emiaka etakwera ovonene wa Maria voi que ense yonsi tokogania ototorie oire mioyo yeito Maria o morabu baba oito mororo tuetwense tokogombia mbele miaka ovonene wa Maria voi que ense yonsi tokogania ototorie oire mioyo yaito Maria ndingana emerembe die mioyo y'abantu bonse bakweta so wanja kwa Nyasaye abatimoke asomole watakwenda ande kira iko bano hiyo mtaendelea tu. Leo tunamsindikiza dada yetu Mama Teresia safari yake ya mwisho ya hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya dunia na sasa amemuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tutauweka leo hii ardhini kama mbegu ya mwili utakao tukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Twakuomba Bwana, umpokee huyu Mama Teresa ili katika maisha aliyoyaishi hapa ashirikishwe katika maisha ya milele, apate furaha isiyokuwa na mwisho
na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele.